Kwenye video hii naenda kukupa maana 5 za kuota nyoka kwenye ndoto yako. Kama umewahi kuota unakimbizwa, unafukuzwa, unang'atwa au unaangaliwa na nyoka, usipuuzie. Kwa sababu mara nyingi hizo ndoto ni ishara, ni ufunuo, na pia nataka uelewe kwamba sio kila ndoto ya nyoka ni mbaya. Maana nyingine ya nyoka ni mabadiliko. Ishara ya kwanza ni udanganyifu na maadui waliojificha. Mwanzo 3:1 anasema kwamba basi nyoka alikuwa mjanja kuliko wanyama wote wa kondeni. Alikuwa mjanja, mtu mjanja ni Mungu. Kwa hiyo tafsiri hapo ni kwamba Mungu anataka kukuonyesha kwamba kuna watu kwenye maisha yako ni wadanganyifu. Mungu anajaribu kukuonya kwamba kuna watu au kuna mtu kwenye maisha yako anaonekana kwamba ni mzuri kwenye umbo la nje, lakini ndani yake ni mbaya na ni msiri na ana nia mbaya na wewe. Maana ya pili, shambulio la kiroho na uchawi. Mungu anajaribu kukuonyesha na anakuonya kwamba unapitia vita. Kama unaota unang'atwa, nyoka amejizingirisha kwako, nyoka anakuingilia, nyoka anakuangalia, nyoka anakufukuza, ni dalili kwamba una vita ya kiroho kwenye maisha yako. Maana yake kwamba maisha yako yamenyongwa hivi. Kwa sababu nyonga akija anajinyongoleta, nyonga ana suck the life. Anakusqueeze mpaka umekauka. Kwa maisha yako ya kiroho, maisha yako in general yako hivi, yananyongwa na nyoka. Kama umeota unang'atwa na nyoka, nyoka akikung'ata na kuachilia sumu, hiyo ni ishara kwamba kuna maneno yanazungumzwa kwenye maisha yako, kuna maneno ya laana yametumwa kwenye maisha yako ambayo yanafanya kazi. Kuna mtu ameenda kwenye kilinge na ametamka maneno ya laana kwenye picha yako. Asante Roho Mtakatifu. Kuna mtu ameenda sehemu kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya majigambo, kwa nini wewe unaweza, kwa nini mimi siwezi, kwa nini unafanikiwa, kwa nini unapata promotion mimi sipati promotion. Kwa amechukua jina lako, amechukua picha yako, amechukua unyewe wako, amechukua kucha zako, amechukua nywele yako, na huyu mtu anaweza kuwa ni mtu wako wa karibu. Ndio maana umeonyeshwa nyoka. Kwa sababu nyoka ni mdanganyifu. Nyoka alivyoenda kwa Eva, alionekana kama ni rafiki. Kwa hiyo kuna rafiki kwenye maisha yako ambaye anakufanyia uchawi na ushirikina. Asante Roho Mtakatifu. Ishara ya 3 ni uponyaji au mabadiliko. Umesikia vizuri. Uponyaji au mabadiliko. Hesabu 21:9 inasema Musa alitengeneza nyoka wa shaba na yeyote aliyemwangalia aliponywa. Kwa nyoka uponyaji. Uponyaji, mabadiliko. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kama nyoka yupo kwenye hali ya utulivu au unaota unamshinda nyoka kwenye ndoto, manake ni mabadiliko au uponaji. Kama umeota nyoka afu ukaamka una amani, manake unaingia msimu wako wa mabadiliko. Na hii kwangu mimi pia nikiotaga nyoka kwenye maisha yangu, najua kabisa ninaingia katika msimu wa mabadiliko. Siotagi nyoka, nikiota nyoka najua katika hii miaka 3-4 ijayo ni msimu wangu wa mabadiliko. Naingia kwenye phase nyingine, naingia kwenye msimu mpya. Kwa hiyo ukiota nyoka, ishara nyingine ni hiyo. Ishara ya 4 ni usaliti. Kama unaota nyoka amejificha au anatokea nyuma, anakunong'oneza, hiyo ni ishara ya usaliti au uchungu kutoka kwa mtu wa karibu. Yaani ukiota nyoka ni kwamba huyo mtu hatokei mbali. Hatokei mbali. Hatokei mbali kabisa. Kama anajificha, anakuchungulia, ana nini? Maana kuna usaliti hapo. Kuna usaliti utatokea. Au kuna mtu tayari anakusaliti, kwa hiyo unapewa taarifa kwenye ndoto zako. Au mtu anakusemea vibaya, au mtu anakutakia mabaya lakini mbeleni anakuchekea. Kwa hiyo kama unaota nyoka chumbani, ni mtu wa karibu. Nyoka kazini ni wivu na ushindani. Nyoka chini ya kitanda ni hofu au dhambi iliyojificha. Asante Roho Mtakatifu. Ishara ya 5 ni onyo la Mungu. Mungu anakufunulia walioko karibu yako. Mungu anakuambia kwamba hawa watu ambao unawapenda sana, sio wote wana nia njema na wewe. Kwa hiyo ukiota nyoka pia nataka uelewe kwamba sio ndoto zote za nyoka ni za kuogopa. Nyingine ni ufunuo na ulinzi wa Mungu. Kwa sababu Mungu anakuonyesha kabla nyoka hajakung'ata.
baba nyoka hajakudhuru. Sawa? Sasa Vanessa, sawa naota nyoka. Sasa nifanyaje? Cha kwanza, omba Roho Mtakatifu akuonyeshe maana halisi, ndoto halisi. Akuonyeshe kwanza. Cha pili, kataa roho zote za hofu. Kwa sababu nyoka analeta hofu. Cha tatu, kwanza tuombe hapa. Sema, Yesu wangu, ninakataa na kujitenga na roho zote za hofu kwenye maisha yangu. Ninang'oa mizizi yote ya hofu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Vunja kila agano la kipepo au kila agano na nyoka. Kila nyoka aliyepangwa dhidi ya maisha yangu afunuliwe kwa jina la Yesu. Nasema hivyo. Mungu, kila nyoka aliyepangwa kwenye maisha yangu afunuliwe sasa kwa jina la Yesu. Kwa sababu hauwezi kumpiga nyoka usiyemuona, usiyemjua. Sababu kama anakuja kwa kujificha, manake haumjui. Ni mpaka ufunuliwe kwanza na Roho Mtakatifu. Alafu ombea maji. Ombea maji, alafu yamwagie ndani mwako. Badilisha hayo maji kuwa damu ya Yesu, kuwa moto wa Mungu, mwagia ndani yako. Nyoka hakai kwenye moto. Hivyo kuna moto, nyoka anatoka. Kwa hiyo fanya hivyo. Mistari kusimamia, Luka 10:19, Zaburi 91:13, kwamba nitawaseta nyoka chini yenu. Marko 16:17 mpaka 18. Hiyo ni mistari ya kusimamia. Lakini kama unataka maombi zaidi, jiunge na WhatsApp channel. WhatsApp channel yangu, link itakuwa kwenye description. Utakuta nimepost maombi ya kuombea ndoto za nyoka, lakini sio hivyo tu. Utakuta pia nimepost maombi mengine mengi. Ni channel ya maombi na updates. Asante Roho Mtakatifu kwa video hii. Ninaomba video hii ifikie kila mtu anayeteswa na ndoto za nyoka. Roho Mtakatifu, kila mtu mwenye maswali, hii video ikafanyike kuwa majibu kwake kwa jina la Yesu. Amen. Bye.